Shalom. Karibu katika kipindi hiki ili tuweze kulisikia neno la Mungu ambalo litaweza kutuhamisha kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine ambayo ni njema zaidi. Na leo tutalisikia neno la Mungu linalotuongoza tuweze kujua ni jinsi gani tunaweza kupokea mema baada ya kutenda mema, au siri ya kupokea mema unapotenda mema kwa mtu au kwa watu. Tunachotakiwa kutambua ni kwamba unapotenda mema kwa mtu, si mara zote utapokea mema kupitia huyo mtu. Kwa sababu mtu kukutendea mema au kukurudishia mema au kukurudishia mabaya, haijalishi umemtendea wema kiasi gani, hutegemeana na roho iliyopo ndani ya mtu yule. Kwa sababu roho ndio huwa inaongoza akili ya mtu, ndio inaongoza mipango ya mtu, ndio inaongoza maamuzi ya mtu. Kwa hiyo kama ndani ya mtu yule kuna roho mwovu au kuna roho aliye kinyume na wewe, usitegemee kwamba yule mtu atakulipa mema hata kama umemtendea jambo jema au zuri kiasi gani. Kama ndani ya mtu yule kuna roho mwema, basi ile roho njema ndio itakayo muongoza yule mtu kukutendea jema wewe au kukurudishia mema na kukumbuka yale mema ambayo umeyafanya kwake. Kwa hiyo usimtazame mtu kwa nje au usitazame yale mahusiano ulionayo na mtu kwa nje ukategemea kwamba siku zote atakulipa mema au atakurudishia mema kulingana na yale ambayo unamtendea. Kwa sababu hujui roho iliyo ndani mwake. Ila matendo ya mtu ndio yanaweza yakakufanya ukatambua yule mtu roho yake ni njema au ana roho mwovu ndani mwake. Kwa sababu mtu mwenye roho mwema, yule roho mwema huwa anamsukuma yule mtu kutenda mema. Na hata kama akitendewa ubaya, ni ngumu sana kwa huyo mtu kurudisha mabaya. Kwa sababu ile roho iliyo ndani mwake ndio inayomsukuma na kumuongoza kujali mema na kutenda mema kwa watu. Lakini mtu akiwa na roho mwovu ndani mwake, hata kama wewe hajakutendea uovu, anatendea watu wengine. Lakini utambue tu kuna siku hiyo roho, kwa sababu yenyewe ni roho na ndio inayoamua na inayomuongoza mtu huyo, kuna siku nawe atakutendea mabaya au atakurudishia mabaya. Kwa sababu asili yake huyo mtu ndani kuna roho ambayo ni mwovu ambaye anamsukuma mtu huyo. Kwa hiyo tunachotakiwa tusikate tamaa ya kutenda mema. Hata kama imetokea umetenda jema alafu ukalipa mabaya, unachotakiwa ufuate Mungu kila jinsi anavyotuongoza, ili usiendelee kukata tamaa au kupokea mabaya au kulipwa mabaya na watu. Kwa sababu Mungu yeye ana jinsi yake ya kuwatendea wote wale ambao wanatenda mema. Tutazame maandiko matakatifu yanatuongoza vipi katika hili. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23 mpaka 24, maandiko matakatifu yameandikwa hivi: lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Sasa hapa katika mstari wa 23 amesema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana. Ina maana hapa anachomaanisha ni kwamba pamoja na kwamba unafanya jambo jema kwa mwanadamu au kwa wanadamu, unachotakiwa ulifanye uwe unafanya kama unafanya kwa Bwana. Yaani maana yake kwamba unapotenda jambo jema usimtazame yule mwanadamu ambaye unamtendea, bali mtazame Mungu, kwamba unajua kwamba hiki unachokifanya ni chema na unafanya chema kwa sababu Mungu akutaka ufanye mema. Na ufanye kwa sababu unaitii sauti ya Mungu au unafuata mwongozo wa Mungu. Kwa hiyo ndo maana akasema kama kwa Bwana, kwa sababu anajua kabisa unafanya kwa wanadamu, sio kwa Mungu moja kwa moja. Lakini Mungu ndio anayetuagiza tutende mema kwa wengine, kwa sababu Mungu ndiye kwa sababu hatuwezi kutenda mema moja kwa moja kwa Mungu, kwa sababu hatumuoni Mungu. Hakuna mahali ameketi Mungu utasema umfuate pale ili uweze kumtendea mema. Unapotenda kwa mwanadamu ujue ndipo hapo unamgusa Mungu kwa njia moja au njia nyingine. Kwa hiyo ndio maana akasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Kwa hiyo ukitaka kupokea mema au kulipwa mema au siri ya kulipwa mema unapotenda
mema kwa mtu au kwa watu, unatakiwa unapolifanya ulifanye kama kwa Bwana. Kwa hiyo ondoa mtazamo wako kwa mwanadamu. Usimtazame mtu kwa sababu ni mwenza wako wa ndoa au ni rafiki yako au ni mtoto wako au ni ndugu yako au ni nani yoyote. Usifanye kwa sababu ya hao, ila fanya kwa sababu Mungu anataka ufanye mema kwa watu wote wanaokuzunguka, kwa sababu Mungu hajakuweka ukae kama kisiwa. Amekuweka uwe na familia, aidha uwe na mwenza wako au uwe na watoto wako, uwe na ndugu zako au uwe na majirani zako mnaokaa au mnaoshirikiana. Wao wote Mungu amekuweka katikati yao kwa sababu anataka wewe uwe ndo mfano wa mema. Kwa hiyo unapofanya ili kumthibitisha Mungu, ndipo hapo Mungu yeye atakulipa mema. Na watu wote ambao Mungu anawalipa mema ni kwa sababu wanakuwa na mtazamo huo kwa Mungu. Lakini ukitazama na wanadamu, unaweza ukakata tamaa na ukashindwa kuendelea kutenda mema, na unaweza ukajikuta huzunika wakati wote, kwa sababu mtu unamfanyia wema, alafu ule wema wako unageuka kuwa uadui tena, au unafanyika kwa sababu ya kukufanya wewe uwindwe au utafutwe au utendewe mabaya, na unaweza ukajikuta ukakosa amani kabisa. Na kwa hiyo ili usiweze kukosa amani wala usiweze kushindwa kuendelea kusimama katika njia iliyo sahihi, hebu unapofanya mambo yako mema kwa wengine uyafanye ukijua kwamba Mungu anakutetea. Na ninavyokuambia hivi simaanishi kwamba wakumbatie maadui. Unapoona kweli kuna mtu ambaye yuko kinyume nawe, ikikulazimu kutenda jambo lolote jema, tenda kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya yule mtu. Lakini kama unaweza kumwepuka, basi mwepuke, jitenge naye Mungu atakutetea na atakulinda, kwa sababu yeye Mungu amesema kwamba tutapokea urithi wa ujira. Ina maana kwamba kile unachokitenda, tambua kwamba Mungu atakulipa. Hakuna jambo jema unalotenda ukimtanguliza Mungu au ukimtazama Mungu au ukifanya unajua kama hili ninafanya kwa Mungu ambalo Mungu hakulipi. Kila unalolifanya jema Mungu anakulipa, na malipo ni hapa hapa duniani. Mtu asikwambie tu kwamba eti Mungu atakulipa kule mbinguni. Hapana, mema Mungu analipa hapa hapa duniani. Fanya jema kwa Mungu na mtazame Mungu, na Mungu atakulipa na atakutetea. Hata wanadamu wanapotaka kuyageuza yale mema uliyofanya kuwa mabaya, yeye Mungu ana jinsi ya kukupigania na kukuwezesha wewe kuweza kuona ushindi. Atakuepusha na mabaya yote, kwa sababu atulindaye ni Mungu na atupiganiaye ni Mungu na atuteteaye ni Mungu. Ukimtazama Mungu atakulinda, ukimtegemea Mungu atakulinda, ukimtegemea Mungu atakuepusha na mabaya yote. Haijalishi watapanga, haijalishi watajipanga, lakini kujipanga kwao hakuwezi kufanikiwa endapo utamtazama Mungu, kwa sababu Mungu atategua mitego yao yote, atakuepusha na yote, kwa sababu ndicho Mungu ambacho ametuahidi. Ndio maana katika maandiko matakatifu ya Biblia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 17, maandiko matakatifu yameandikwa kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Sasa hili neno linakuhusu wewe endapo utatenda mema alafu mtu akitaka kukulipa mabaya, na kama unamtegemea Mungu au unamtumikia Mungu, kwa maana ya kwamba unatenda jambo ukiamini kwamba nafanya hivi kwa sababu Mungu anataka nifanye hivi, hakika hili neno litathibitika kwako kwamba watajipanga, watafanya silaha, lakini zile silaha haziwezi kufanikiwa. Na hata wakitaka kuhukumu mabaya kwako, hayawezi kufanikiwa. Mungu atakuepusha nayo na atakuondolea zile hukumu ambazo wao wanakuhukumu, kwa sababu wanakuhukumu kimakosa na wewe nia yako ni njema na ulichotenda ni mema. Wao wanakuhukumu kwa sababu ya roho zao mbaya. Mungu atakutetea. Kwa hiyo tunachotakiwa au tunachokumbushwa siku ya leo kwamba tumtazame Mungu, tumtegemee Mungu. Tunapotenda matendo mema tusiwatazame wanadamu, na tusitegemee kulipwa mema na wanadamu, kwa sababu hujui ile roho iliyopo ndani ya mwanadamu yule, bali tenda kwa sababu Mungu akutaka utende hivyo, na utegemee mema kutoka kwa Mungu, na Mungu atakulipa mema, kwa sababu ameahidi hivyo, na ahadi zake Mungu ni za kweli.
Mungu akutetee na Mungu akushindie na Mungu akuimarishe na Mungu akutakase pale ambapo nia yako au nafsi yako ilichafuka au ilichafuliwa kwa sababu ya yale mabaya ambayo umelipwa, kwa sababu ya yale mabaya ambayo umelipwa badala ya mema. Basi Mungu aondoe ule uchafu wote, aondoe ule unajisi wote katika akili yako, akufanye kuwa safi na akutie nguvu ya kuweza kuendelea kutenda mema na kumtegemea yeye Mungu katika yote yale ambayo unayafanya, na Mungu akathibitishe baraka zake na haki zake kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.